neno zuri kabisa kutoka kwake, na sio yeye bali Mungu ndo amempa kipawa na nguvu kubwa kabisa ya kuja kuwatumikia wanadamu. Ndio tuko naye hapa. Ukisikia tu wimbo majira kama haya na siku ya Jumapili kama hii, basi ujue mchungaji Nabii Ibrahim Suleiman yuko hapa. Mimi naitwa Mo Brand Guitar, Mr. Genius mtakatifu wa kusini. Leo utanivumilia kidogo kama uchangamfu umepungua kidogo kutokana na changamoto za kiafya kidogo zinazonisumbua, ila sio mbaya, tutasonga hivyo hivyo. Mchungaji, habari? Salama kabisa. Mambo yanasemaje? Hali ya hewa? Ndio. Pole sana na hali iliyokupata. Ndio hivyo, unajua nipo kwenye ibada. Mungu akusaidie. Maana naamini utakuwa salama. Ukiwa mwili kidogo nasumbua, basi hiyo ni ibada, wala uonewi. Kwa sababu kabisa. Kila maumivu unayoyapata namtaja Mungu pale. Yes. Nipo kwenye ibada pale. Ni shule hii. Ni shule hii. Naitwa Ibrahim Suleiman. Nakukaribisha kwenye wakati huu ujifunze jambo. Karibu sana. Tuliwaahidi kuyajibu maswali ambayo mliyauliza. Bahati mbaya tumesahau kitabu tulichoandikia yale maswali. Lakini moja ambalo watu waliliomba sana ni kurudia kwa sehemu somo la dhambi. Ndio. Waliomba watu kama 15 hivi kwamba rudia. Kwa hiyo japo tumesahau maswali ambayo tuliahidi kwamba tutawajibu leo, basi tughairi leo kwa kuwa hicho kitabu tumesahau. Ila sasa turudie hiyo habari ya dhambi sawa sawa na mahitaji ya watu. Sawa. Na wengine wengi wamesema bwana weka na vifungu kidogo vya Biblia. Tukasema sawa. Vifungu vitakuwepo leo tutaweka sawa. Na wakakazia zaidi eneo moja la pombe. Kwamba ile dhambi ya pombe ile tunataka tufafanulie vizuri. Na kwa mujibu wa maandiko tuweke kabisa eneo linalotuambia kwamba yaani tuone kabisa maandiko yanasema pombe sio dhambi. Umeelewa? Ndio. Basi nianze kwa kusema hivi, ufalme wa mbinguni umekaribia, haswa umekaribia. Kuwa makini sana na nyakati tulizo nazo, ufalme wa mbinguni umekaribia. Niseme popote ulipo uwe salama kwa jina la Yesu, na uwe makini na uwe na utayari kupokea kile ambacho tumekuletea siku ya leo. Mbarikiwe sana popote mlipo. Basi niseme hivi, nianze somo letu sasa. Basi uwe makini sana. Uwe makini sana hapo ulipo ili ulipate vizuri leo somo letu la dhambi. Kwa hiyo ni marudio. Nafikiri utaelewa vizuri kwenye marudio haya. Nilisema hivi. Nilisema hivi. Mtu yoyote ambaye anamwamini mwana wa Adam au amempokea mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, mtu huyu kwake hakuna dhambi yoyote iliyo juu yake. Na nikaongeza nikasema, ukiwa na mwana wa Adam, yani ukiwa unamwamini Yesu, yani wewe wewe uko chini ya mwana wa Adam, yani yeye ndani yako na wewe ndani yake. Jambo lolote unalotaka kulitenda ama kulinena, mshirikishe, yani ulibariki jambo hilo. Yani ufanye ibada kabla haujafanya hilo ambalo unataka kulifanya. Umeelewa? Wewe si unaye Mungu. Sasa kitu chochote ambacho unataka kukifanya ama kukinena, kabla hujafikia huko, basi muinue Mungu juu ya hilo jambo. Yani ufanye ibada, kwa maana kwamba ulibariki tendo hilo na ubariki maneno hayo. Basi hicho kitu hata kingekuwa dhambi kwa kiasi gani, kwa kuwa Mungu ameinuliwa juu ya hicho kitu, si dhambi tena. Yani mtaji ni kuwa tu na mwana wa Adam, ndo mtaji. Umeelewa? Yes, ndo mtaji wako. Umeelewa? Nikatoa baadhi ya mifano kwamba kuna dhambi za uzinzi ambazo ndo zinasemwa sana na wachungaji wenu makanisani. Ndio. Lakini hiyo wewe uliyemwamini mwana wa Adam, hakuna dhambi iliyo juu yako wewe, ila wewe uko juu ya dhambi hizo. Na ndio maana sasa mwana wa Adam anamaliza anasema, msiishi kwa sheria kwa kuwa mimi ndiye sheria. Umeelewa vizuri? Ndiyo. Yes. Na eneo la pombe ambalo mna hofu nalo sana, kwanza niseme tu moja kwa moja, pombe si dhambi. Yani pombe kama pombe si dhambi kabisa. Si dhambi. Umeelewa vizuri? Sasa ili uniamini kwamba leo hii dhambi haina nguvu juu ya binadamu, ikiwa tu anamwamini mwana wa Adam, yani uko chini ya agano la mwana wa Adam, ambapo linaitwa agano jipya. Hebu naomba tusaidie hapo, tusaidie Yeremia
Yeremia 31. Ngoja mtaalamu afanye jambo hapa. Yes, Yeremia 31. Alafu mstari wa 31 pia. Yeremia 31 mstari wa 31. Tutaisoma ile mpaka 37 hivi. Yes. Ngoja nitafute kwa makini hapa. Yeremia. Tuanzie mstari wa 31. Utasoma tu afu kuna mahali ukifika mimi nitakuelekeza. Yeremia 31 afu mstari wa 31. Hapa iko agano. Hii ni agano la kale. Agano la kale. Unaweza kutusaidia hapo bwana? Mimi ndo nipo hapa. Yeremia 31. Ili twende mambo kwa ushahidi. Twende kwa ushahidi sasa. Sasa hapo Mungu ndipo anapomwambia Yeremia. Ndio. Anampa ufunuo Yeremia juu ya kizazi hiki. Anamwambia Yeremia juu ya kizazi hiki kwamba Yeremia, leo hizi nyakati za sasa, hawa watu hawa hiki kizazi hiki tulichonacho sasa hivi hiki nilikishika mkono. Lakini kuna wakati nilikuwa nakiacha kikiniuzi. Umeelewa? Na kwenda kufanya agano jipya na watu hawa. Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Umeelewa? Kama umeipata naomba tuanze kuisoma hii hapa bwana. Yeremia 31 mstari wa 31. Ndio, soma, endelea kusoma tu yote hapo chini. Nisome yote mpaka chini. Kuna mali nitakwambia hapo, acha. Endelea. Haya, sawa. Anza 31. Na 31 anakuambia, angalia siku zinakuja. Naam. Asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Weka nukta kwanza hapo, sasa utaendelea, sawa? Ndio. Anaposema, anamwambia Yeremia sasa, tazama nitafanya agano jipya na nyumba ya Yuda na nyumba ya nini? Israeli. Agano analolizungumzia ni mwana wa Adamu. Ndo hii kwenye kitabu cha Biblia kinaitwa agano jipya. Umeelewa? Yes, kinaitwa agano jipya. Agano jipya hilo ni mwana wa Adamu ambaye ndo Yesu Kristo. Tuendelee. Hapa anakuja kusema tena, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa halikuwa mume kwao, asema Bwana. Umenielewa vizuri? Ndiyo. Yes. Hilo agano kuna wakati hawa jamaa walilivunja, na kila walipolivunja, ukirejea vitabu vingine sasa, Mungu alikuwa anakasirika, anawapa adhabu. Moja ya adhabu ndo hiyo ya Misri. Umenielewa? Kuwapeleka Misri, kuwapeleka kwanza, akawapa njaa, akaachilia njaa nyakati za Yakobo. Umenielewa? Alivyoachilia njaa ikawa ni sababu ya wao kukimbilia Misri, maana kuna chakula. Farao yule aliyekuwa na Yusufu nyakati zile amekufa, anainuka Farao mtoto, hakitambui kizazi cha Israeli, hamtambui Yusufu, akawafanya Waisraeli kuwa watumwa. Umeelewa? Ndipo sasa Mungu anafanya mpango wa kuwashika mkono, kuwatoa Misri, kuwarudisha kwenye nchi yao. Naomba uendelee. Hapa pia anasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao, nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, na watakuwa watu wangu. Weka nukta kwanza. Sasa atatia sheria ndani yao. Hiyo sheria ndo mwana wa Adamu. Ndo pale mwana wa Adamu anasema, yani Yesu Kristo anasema, mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Umeelewa vizuri? Sasa maana yake ni hivi, kile kinachozungumzwa na mwana wa Adamu ndicho ukishike na ukifuate. Umeelewa vizuri? Maana hilo ndilo agano jipya kwako na ndiyo sheria mpya kwako. Sheria anayozungumzia hapo Mungu, hapo ni Mungu anasema na Yeremia hapo. Anazungumzia sheria, yani Yesu ndiye sheria. Sio azungumzii sheria ya kusema usizini. Azungumzii sheria kama andiko fulani, no. Anazungumzia mtu ambaye ndo mwana wa Adamu ndani yetu sisi. Kwa andiko analolizungumzia tutaelezea vizuri sana hapo. Naomba uendelee. Anakwambia wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote. Weka nukta kwanza hapo. Kwenye watanijua wote. Weka nukta. Ndio maana nilisema hii dini tulionayo ni ya uongo. Nirudie hilo andiko kama unaweza. Narudia tena. Narudia tena. Maana hapa alichokisema anakuambia,
wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote. Sasa yani kila mtu anapozaliwa tayari anaye Bwana ndani yake. Umeelewa vizuri? Kutakuwa hizo nyakati sasa, kutakuwa hakuna haja ya kwamba watu wote uende ukawafundishe habari za Mungu, kwamba mjue Mungu, mjue Mungu. Tayari hizo nyakati watu watazaliwa wanamjua Mungu. Sasa dini ya nini? Haina haja. Yaani dini umeileti muongoze nani? Umeelewa vizuri? Ndio. Naomba tuendelee. Tunaendelea, anamalizia kusema tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Basi ndio maana nimekwambia hivi, tumekuja kwenye dhambi sasa. Hapo nilikuwa napatafuta ni hapo. Wala uovu wao ama dhambi yao sitaikumbuka tena. Kwenye hicho kizazi, kwenye hilo agano jipya, dhambi zao sitazikumbuka tena. Wakati huku nyuma Mungu alikuwa na tabia ya kukumbuka dhambi za watu. Umeelewa? Kwenye agano hili tulilonalo leo hivi, ili agano jipya hili la mwana wa Adam, dhambi haikumbukwi. Maana yake ni nini? Dhambi haipo. Kwa yule anayemwamini mwana wa Adam, dhambi kwake haipo. Umeelewa vizuri? Na usahau kwamba dhambi itakuwepo kwa huyo mtu. Kinachofuta dhambi kwake ni nini? Ni lile agano jipya lililo ndani yake, ile sheria iliyo ndani yake, hiyo sheria ambayo ndiyo mwana wa Adam moja. Umeelewa vizuri? Yesu ni sheria, iko ndani yako wewe. Umeelewa vizuri? Hiyo sheria sasa, hiyo sheria imemeza sheria zote zilizokuwa zinakusumbua hapo kwanza, imezimeza zote. Alafu yenyewe imefanyika kuwa sheria ndani yako, kuzipinga, kuzimeza ama kuzishinda sheria zingine. Ndio maana anasema kwa kuwa mtu huyu huyu mwana wa Adam anayo sheria mpya, umeelewa? Basi kwa huyu sitatazama wala sitakumbuka madhambi yake. Maana ni kwamba huyu mtu atafanya madhambi, si ndivyo? Lakini hayatakumbukwa, yani hayatakuwa madhambi. Si unanielewa? Mtoto mdogo unamfahamu vizuri mtoto mdogo? Mtoto mdogo namfahamu, ambaye hajui chochote. Anaitwa Malaika. Yes, vile vitu anavyofanyaga vile, acha